So leo tumekuja tu kwanza kukongamana nao, kusemezana nao na kuangalia ni jinsi gani chama chetu cha UDA kinaenda kuhakikisha kwamba kimetimiza ahadi ambazo tulipeana wakati wa campaign kwa masuala ya diaspora, mambo ya passports, mambo yao ya kurelease pesa katika nchi yetu ya Kenya na mambo mengine ambayo tumekubaliana na mengine ambayo tayari ameanza kufanya na rais wetu mpendwa. So tutawapatia pia nafasi, wataweza kutuongelesha, lakini vile vile tumekuja hapa pia kukashifu yale maandamano ambayo yalifanyika jana yakiongozwa na wale wenzetu wa kule Azimio. Sisi kama serikali tunafanya yote yawezekanayo kuhakikisha kwamba tumesaidia nchi hii imerudi mahali ilikuwa mwaka wa 2013, lakini tunarejeshwa nyuma na ile maandamano ambayo sio ya amani. Uliona jana wakibomoa critical infrastructure, ile super highway yetu, ile express highway yetu imebomolewa. Tunasema kwamba Raila Odinga, sio lazima upoteze maisha ya vijana wetu, sio lazima uharibu mali ya watu wetu ndio uonekane kwamba unaweza ongoza Kenya. Tafadhali Raila, kuna mambo ambayo haezi badilika na inafaa tuambiane ukweli. Jambo la kwanza ni lazima ukubali kwamba William Ruto ndio rais 2022 hadi 2032. Hiyo tukubaliane hivyo kwanza. Hiyo haiwezi badilika kwa sababu IEBC ilishamtambua kama rais wa jamhuri. So hata ukifanya maandamano kiasi gani, usijifiche nyuma ya kuandamana ati bei ya unga imepanda. Bei ya maisha na gharama maisha imepanda dunia nzima. And therefore upatie rais wetu nafasi aweze panga serikali yake, aweze saidia wananchi wa Kenya. And therefore tunasema kwamba tunakashifu vilivyo na tunasema hatutazidi kuruhusu mambo haya yaendelee. Tumekuwa very tolerant, tumeweza ongea, lakini sasa tumepanga. Tutasema kwamba ni lazima tusaidie wanabiashara wetu ambao biashara yao inaharibiwa kule Kitengela na nchi yote. Ni lazima tusaidie wale vijana ambao wanapoteza maisha, na tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha jambo kama hilo ambalo lilifanyika jana halitafanyika tena. So chairperson wetu ataweza peana official statement ya chama, alafu ile umalio itatuongea, tuwe na mtu mmoja kutoka katika nchi za ughaibuni, alafu viongozi wetu wote watasema neno angalau waweze kashifu utendo hilo. Asanteni.